Media TZ, usisahau kusubscribe. Come here. Yeah, you remember I told you kuna story nyingi ambazo zimetokea hapa kati na nakupa briefing. Yes, sasa hapa nakupa briefing ya story nyingine ambayo imekuwa maarufu kwa wafanyabiashara. Sijajua kama wengine pia mlipata nafasi ya kuisikia. Na hii story ilikuwa ni kwamba wafanyabiashara walikuwa wanasema kwamba Yiwu itakuja kuua biashara zao. Sasa pengine mwenzangu na mimi hauelewi hata hiyo Yiwu ni nini. Wanaandika YIWU hivyo. So hili ni soko ambalo lipogo huko China kwenye mji fulani hivi, kwa ni kama kijiji cha biashara. Yaani nasikia hilo ni soko ambalo kienda hapo bidhaa zote ambazo zinazalishwa China unazikuta pale. Pia niwe sijui t-shirt haya mayebo, vipodozi, accessories wananunua hapo. Sehemu ambayo hata watu wa nje ya China wanapoenda kununua vitu wanaendaga pia kwenye hilo soko. Sasa kama uliwahi kuona hivi karibuni pale Ubungo kuna jengo limezinduliwa. Linaitwa soko kubwa la Afrika Mashariki, liko pale. Lengo la lile soko ilikuwa ni Yiwu pia iwe na tawi pale. Yaani Yiwu nayo iwe ina operate pale. Kwamba Wachina watoke China waje na mizigo yao waiweke pale Ubungo, wawe wanauza kwa jumla kama ambavyo wanauza China, ili wale wafanyabiashara ambao walikuwa wanasafiri kwenda China saizi wapunguze gharama ya nini ya usafiri. Kama ulikuwa ni mtu ambaye uko mkoani alafu unaagiza kwa mfanyabiashara mwenzako wa Dar es Salaam, labda wa Kariakoo, ambaye na yeye anaagiza mzigo kutoka China, anakuambia leta hela nikuagizie kutoka China mimi ninavyoagiza, and then mara sijui usafiri umechelewa, sijui mara mzigo umepotea, mara kakutapeli, mara kakublock, apokee simu, pole. Sasa hivi serikali imeona inaweza kufanyia kazi changamoto hizo, kwa sababu malalamiko hayo yamekuwa ni mengi sana ya watu kutapeliwa. Watu pia wanakosa exposure. Mtu anaenda kununua mzigo China kwa mara ya kwanza na hajawahi kukanyaga China, kwa hiyo inabidi mgharimu kwanza sijui aende, sijui kuna watu wanachaji wakikutembeza, vitu kama hivyo. Kwa hiyo serikali ikaingia makubaliano na serikali ya China wanakuja kufungua lile soko walilonalo China, linafunguliwa pale Ubungo. Sasa hizi kelele ambazo umezisikia zinatoka kwa wafanyabiashara ambao walikuwa wanafanya biashara ya kusafirisha pia. Unawafahamu wale watu ambao anaenda China kama vacation, alafu akifika China anatangaza bei ambayo tayari Mtanzania mwenzake yuko nayo Kariakoo, na ameijumlisha kodi ya frame, na amejumlisha sijui kilemba, na analipia kodi ya TRA, analipia wifi, analipia mamodo kufanya matangazo, anamlipa mdada au mkaka wa dukani. Kwa hiyo ile bidhaa anavyoiuza anaiuza kwa bei ambayo inazingatia hivyo vitu vyote. Alafu anakuja kuona mtu mwingine anaenda nje ya nchi, hati zake za kusafiria anatengeneza kwamba anaenda kutembea, and then akifika kule sasa kwenye kutembea, matembezi yanakuwa tofauti. Anaanza bidhaa za wenzake ambazo wenzake washazilipia kodi na zishapitia process yote hiyo, yeye anazitangaza kwa bei ya China. Na ukumbuke yeye siyafanyi biashara ya hivyo vitu ambavyo anaviagiza. Kwa hiyo unakuta havitokaa hata kwenye frame, kusema labda inamgharimu sijui storage. Hana sehemu ambayo analipia kodi eti kwa ajili anafanyia hiyo biashara, kwa sababu leseni yake biashara haisomi usajili wa aina hiyo. Sasa watu wanaocheza michezo hii wamekuwa ni wengi sana, na wafanya biashara wetu ambao wapo Kariakoo ambao wamelikuza lile soko, wengi wamekuwa kilalamikia vitu kama hivyo. Kwa maana hiyo kukata mzizi wa fitina, kama ambavyo unafahamu kazi ya serikali siku zote ni kuwawekea platform muwe hapa, alafu wewe una deal na ambayo unaiweza. Serikali kazi yao ni kupanga hivi platform. Huwezi kwenda Kariakoo kuna soko la Mbagala, huwezi kwenda Mbagala kuna soko Chamazi, huwezi kwenda Chamazi kuna soko Mbande. Yaani wewe ndio utachagua kitu gani unakimudu. Siku zote hiyo ndio kazi ya serikali. Kwa changamoto hizo ambazo zimejitokeza, ambazo zimelalamikiwa na watu wengi, ndo ambazo zilichangia pia uamuzi huu kufanyika. Sasa wale walokuwa wanafaidika kutokana na zile changamoto ndio ambao wanalalamika. Yes. Unakuta mtu alikuwa anaenda kule sawa anaagiza bidhaa zake, lakini pia anaagiza bidhaa za wenzake. Anawachaji watu wa mikoani hela ya usafirishaji, ambapo kwenye kuchaji hachaji hela ya kawaida, overpricing. Kwa sababu kama alikuwa kweli anataja gharama fair za usafirishaji, hili jambo linamuumiza nini?
ni kwa sababu alikuwa ana overprice. Au mwingine anakuambia nakuagizia China hiki kitu kinauzwa labda 15,000. Kumbe pengine hiyo sio bei halisi. Hao ndo watu ambao wanahofia ujio wa hili soko. Na kuna sehemu moja nikapita nikakuta mfanyabiashara mmoja anasema kwamba hiyo itakuja kuua soko la Kariakoo. Na kama na wewe unafikiria kwamba pengine hili jambo linaweza likaua soko la Kariakoo, shusha pressure. Mambo hayako hivyo, kwa sababu soko la Kariakoo ni soko ambalo Afrika Mashariki na Kati limekuwa likitumika kama sehemu ya kuchukulia bidhaa kwa bei ya jumla kwa ajili ya wale wafanyabiashara ambao hawana mitaji mikubwa ya kwenda China. Kwa hiyo soko la Kariakoo litabaki kwa sababu wanaolimiliki soko la Kariakoo ni wale wenye mitaji mikubwa ambayo ilikuwa inawawezesha mwanzoni kusafiri na kwenda kununua kule kwenye ule mji wa viwanda. Lakini sasa kama ule mji unakuja kuletwa na hapa Tanzania, gharama ya usafirishaji inaondoka, kinachobaki ni bei ile ile ya jumla. Kwa hiyo soko la Kariakoo haliwezi kupotea, kwa sababu anayetaka kununua kwa bei ya jumla lakini hana ile hela ya kwenda kule Yiwu moja kwa moja, bado atanunua kwa mtu wa Kariakoo. Na yule anayeuza nguo au bidhaa yote ile kwa bei ya rejareja ndani ya Kariakoo, bado atapata wateja wake. Ni kwamba tu itaboresha uaminifu. Kwa sababu mbona sasa hivi soko lipo Kariakoo na kuna watu hawafikagi Kariakoo, wanaagiza tu watu nichukulie hiki, then anafanywa delivery. Soko la Kariakoo limekufa. Lazima ifike hatua tuambizane ukweli kwenye nchi. Tunataka maendeleo au hatuyataki? Kwa sababu hatuwezi kuyataka maendeleo and at the same time tunaogopa mabadiliko. Kumbuka kipindi ambako tunatengeneza bwawa la Mwalimu Nyerere, kuna watu walipiga kelele, tutaharibu mazingira. Haya, lile bwawa limekamilika, SGR inafanya kazi, umeme tunao. Tumewahi kusikia watu wa Rufiji wamekufa kisa wamekosa maji? Tumewahi kusikia mvua inyesha mazingira yameharibika kule Rufiji? Lakini pia niwakumbushe kipindi Magufuli anasema tunataka kusaini upya mikataba yote ya madini tuliyosaini kwenye hii nchi, kuna watu tena walikuja wakasema tutashtakiwa, tutafungiwa, ndege zetu zitashikiliwa. Kiko wapi? Hapa ni wapi, mwalimu wa mathe? Same as kipindi miradi yote inatengenezwa walisema yani sisi tuwe na barabara ambazo zinapita hivi na hivi. Hakiwezekani. Hiyo SGR itakuja kukwama, watu watasuffocate, watakufa ndani ya treni. Bandari inauzwa. Nataka kutengeneza airport Serengeti. Serengeti siku imewekwa kwa Waarabu. Tunayaogopa mabadiliko, alafu tunajifanya tunalilia mabadiliko. Mabadiliko lazima yaje kama kweli tunayataka, unless hatuyataki. Na mabadiliko yanapokuja ndio yanapoleta maendeleo. Hakuna maendeleo bila mabadiliko. Na kwenye mabadiliko ndo kila mmoja una step up your game. Wafanyabiashara ambao sasa hizi wanataka kuzua hii taharuki kwa wafanyabiashara wengine wote wafikirie hili jambo ni baya, ni kwa sababu wana fear of missing out. FOMO. Wanaogopa kupitwa. Nini mama? Jifunze mbinu mpya. Jifunze mbinu mpya za biashara, ujiandae namna gani wewe utaweza kupata wateja wako. Lakini sio kusema eti hilo soko lisiwepo hapa Tanzania just because wewe ulikuwa unafaidika na vila vyako kadhaa unavyowadanganya watu. Nauli ya usafirishaji ni 200,000, kumbe nauli ni 100,000. Hii t-shirt inauzwa 15,000, kumbe inauzwa 7,000. Ndio iko unachoogopa wewe. Usijali, soko lipo kwa ajili ya kila mtu. Kuna mteja kwa ajili ya kila bidhaa. Lakini kama taifa ni muhimu tujifunze pia kupima kelele za watu. Upime hii kelele inatoka kwa mtu ambaye mabadiliko haya ambayo ni muhimu kwa taifa letu yatamuathiri, au inatoka kwa mtu ambaye kweli ana uzalendo na ana uchungu na hili taifa. Maana most of the times mnabebwa na kelele za watu ambao mabadiliko yataathiri mifuko yao. Kuna watu wananufaika na changamoto zenu, of which sio jambo baya. Tunaambiwaga hata na walimu wa ujasiriamali kwamba mara nyingi fedha ipo kwenye changamoto. Kwenye changamoto kuna fursa. Sasa wale watu wa fursa, jamani, ikifika muda ambao serikali inataka kutatua zile changamoto, msigeuke kuwa wachawi wa hili taifa. Mkubali, mtosheke. Riziki ambayo mmeipokea kwa muda ambao tulikuwa tunapitia hizo changamoto, basi inaishia hapo. Wewe unatafuta njia nyingine ya kupata hela au hamia kwenye changamoto zingine. Lakini haya mambo ya kupotosha wananchi waone kila kitu kibaya sio kweli. Mabadiliko ni muhimu. Mabadiliko ndio yanayoleta maendeleo. Hakuna maendeleo bila mabadiliko.